Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Tanga Bombo imeendelea kuandika historia mpya katika utoaji huduma za afya, hatua inachochea maendeleo ya wananchi na kuimarisha ustawi wa jamii. Miongoni mwa mafanikio makubwa yanayoonekana hii leo ni upatikanaji huduma ya kuchuja damu, huduma ambayo imekuwa mkombozi kwa wagonjwa figo ndani na nje ya mkoa wa Tanga. Niondoke hapa niende Dar kwa ajili ya kufuata huduma. Waweza ukaenda kila mwezi. Chumba ni gharama. Hospitali hii inapokea wagonjwa tofauti kutoka wilaya zote 8. Kisha kila Mtanzania anapata huduma bora, anapata huduma salama na kwa wakati. Karibu katika makala fupi kuhusu upatikanaji wa huduma ya kuchuja damu katika hospitali ya Rufaa Mkoa wa Tanga Bombo iliyoandaliwa na idara ya habari na mawasiliano. Mimi ni Adam Hando. Kwa miaka mingi kabla ya mwaka 2019, wagonjwa figo kutoka Tanga walilazimika kusafiri kwenda Dar es Salaam na Kilimanjaro kupata huduma hiyo. Baadhi yao walikabiliwa na safari ndefu na gharama kubwa kwa kila safari, yaani pesa usafiri, malazi na chakula. Hali hiyo iliwachosha kiuchumi na kimwili, na wakati mwingine ikisababisha kuchelewa kwa matibabu. Ikabidi nirudi nyumbani, maana nyumbani kwetu mimi ni Tanga. Ni matumaini mapya kwa mkazi huyo wa jiji la Tanga ambaye awali alikuwa akienda jijini Dar es Salaam kupata huduma hii. Alilazimika kutumia kiasi kikubwa cha fedha sambamba na msaidizi wake. Nimeanza hii huduma ya dialysis tarehe 15 mwezi wa 12 20 na 19. Lakini nimeanzia katika hospitali ya Muhimbili. Nimekaa tuseme mwaka mmoja tu. Baadaye nikaambiwa kwamba Tanga kumezinduliwa kituo cha kufanyiwa dialysis. Ikabidi nirudi nyumbani, maana nyumbani kwetu mimi ni Tanga. Baada ya kufika hapa nikashukuru Mungu, nikaendelea na huduma kama kawaida. Kwa mujibu wa Leila, makadirio ya usafiri wa ndani tu uligharimu kiasi cha shilingi 20,000 kwa siku, sawa na shilingi 240,000 kwa mwezi, ambayo ni sawa na shilingi 2,800,000 kwa mwaka. Kodi ya chumba kwa mwezi shilingi 100,000, sawa na shilingi 1,200,000 kwa mwaka. Lakini kwa sasa anatumia shilingi 4,000 tu kwenda na kurudi, kwa kuwa anaishi nyumbani kwake jijini Tanga. Niondoke hapa niende Dar kwa ajili ya kufuata huduma. Kipindi hicho nauli labda kwenda 20,000 kurudi 20,000. Waweza ukaenda kila mwezi. Ikanilazimu nitafute chumba. Bado hapo kuna chakula sijakula. Siko peke yangu, kwa sababu nilikuwa siwezi, naumwa, yabidi nende na mtu. Kwa hiyo nauli ile tunagharamia watu wawili. Gharama za Dar es Salaam, wengine wanaenda Dar es Salaam hawana ndugu, hawana pakula, wanalazimika kupanga vyumba. Yabidi nende na gari kwenda 20 kurudi 20. Kwa hiyo nilikuwa ninatumia gharama nyingi sana. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu, nipo hapa nyumbani. Gharama yangu ninayotumia ni gharama ndogo. Naenda kwa 2,000 narudi kwa 2,000. 4,000 tu kwa siku. Kuna watu wanatoka Maramba wanakuja hapa asubuhi wanakuja kufanywa dialysis. Kuna watu wanatoka Lushoto wanakuja hapa wanawahi kufanywa dialysis na wanarudi. Kuna watu wanatoka Handeni wanafanywa dialysis hapa wanarudi zao Handeni. Akizungumzia umuhimu wa huduma hiyo, mtaalamu wa masuala ya uchumi amebainisha kuwa fedha hizo zinazokolewa kutokana na upatikanaji wa huduma hii ni mtaji muhimu unaweza kuchochea maendeleo ya mtu mmoja, na kwamba gharama ambazo hapa awali zingeweza kutumika kwa usafiri, malazi na huduma nyingine nje ya eneo husika sasa zinaelekezwa katika shughuli za uzalishaji, uwekezaji na kuboresha ustawi wa familia. Huduma hii upatikanaji wake umerahisisha sana maisha na kupunguza gharama za maisha kwa wagonjwa. Mfano saizi kuna mgonjwa kama alivyosema yeye mwenyewe na kukiri, alipokuwa Dar es Salaam alikuwa akitumia nauli ya siku moja tu kwenda na kurudi shilingi 40,000. Hapo ajara hajafanya nini, lakini yuko Tanga saizi nauli anatumia shilingi 4,000. Ukipiga mahesabu haya kwa mwezi na kwa mwaka utagundua mgonjwa huyu ana save zaidi ya milioni 1,500,000 kwa sasa. Kwa mfano tumetolea mfano wa gharama za maisha ambapo upatikanaji wa huduma hii imeenda kurahisisha.
Kama mtu kwa saizi ana save zaidi ya milioni 1.5 kule gharama za matibabu, kwa nature mkoa wetu wa Tanga, huyu mtu anaweza kuwa mjasiriamali mdogo kwa kutumia hiyo fedha matibabu anayoiokoa. Anaweza kaanzisha biashara ya mamantilie, biashara ya kuuza samaki. Tuko karibu na bahari, pana fursa hapa ya mama kununua samaki na kwenda kuuza rejareja. Milioni 1.5 ni mtaji tosha kabisa. Kwa hiyo huduma hii ya dialysis kupatikana mkoani wa Tanga itaenda kuwasaidia hata wagonjwa kutoonekana na hali ya utegemezi. Serikali imewekeza katika mashine mpya za kisasa, mafunzo ya wataalamu na upanuzi wa wodi. Matokeo yake wagonjwa sasa wanapata huduma karibu na nyumbani kwao bila kuchelewa. Mimi naitwa Dr. Shabir Moizali Waliji, ni daktari bingwa mshauri magonjwa ya ndani hospitali ya rufaa ya mkoa wa Bombo Tanga. Zamani kabla ya sisi, tunashukuru Mungu kwamba serikali imetuletea kitengo kizuri sana cha dialysis ambacho ni up to date na ni ya kisasa kabisa. Kabla ya hapo sisi tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana kwa wagonjwa ambao walikuwa na shida za figo. Yes. Tulikuwa tunawa manage kadri ya uwezo wetu, lakini walipokuwa wanaishia kabisa sasa kwamba huwezi kuatibu bila kupata renal replacement therapy au tunaita hemodialysis, ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu magonjwa ya figo yakishafika stage ya mwisho, tunasema ni end stage renal disease au stage 5, inatokea sasa kwamba huyu mgonjwa hali yake inabadilika, wanaanza kupata shida ya electrolytes, mfano potassium zinapanda, umeshanielewa wanaanza kupata kutapika, mkojo unakata kabisa, hautoki tena, mapafu yanaanza kujaa maji, umeshanielewa, kuna electrolyte imbalance. Wagonjwa hao tunasema wanakuwa na absolute indications za kufanyiwa renal replacement therapy ambayo ni hemodialysis. Kwa hiyo wakati huo sisi tulikuwa hatuna uwezo wa kuwasaidia kwa upande huo. Kwa hiyo ilikuwa inatulazimu kuwapatia rufaa kwenda aidha Muhimbili au KCMC. Lakini kwa sasa hivi tukiona mgonjwa kabisa na indications za dialysis, tuna kitengo chetu hapa. Kwa hiyo wagonjwa wengi tumeweza kuwasaidia na tumeweza kuokoa maisha zao, na mpaka sasa hivi kuna wagonjwa ambao wako miaka kadhaa tangu dialysis ianze, tuko nao kila wiki mara 3 wanakuja wanafanywa dialysis, na unaona kwamba hali zao zinaendelea vizuri kabisa. Na pia imepunguza changamoto na gharama kwa wagonjwa kusafiri, kwa sababu ukienda Dar es Salaam dialysis sio kitu cha siku moja, ni endelevu. Kwa unakuta mgonjwa lazima atafute sehemu ya kuishi Dar es Salaam au KCMC. Yani ilikuwa ni kazi kubwa sana kwa wagonjwa, kwa sababu walikuwa wanatumia hela nyingi sana, fedha nyingi sana kukaa Dar es Salaam ili asubiri tu afanyiwe dialysis. Lakini sasa hivi mgonjwa anakuja, anatokea kazini, anafanya dialysis yake, anarudi kazini, yani anaishi maisha yake kama kawaida bila shida. Kwa hiyo hii kitengo cha dialysis cha Bombo kimesaidia sana wagonjwa wa Tanga. Bali si wagonjwa wa Tanga, kuna wagonjwa ambao wanatoka periphery, mfano Moshi, wengine ambao wanakwepa zile foleni za KCMC, au kuna wengine mnaona wanaenda Dar es Salaam alafu wanarudi tena Tanga kama wana ndugu, kwa sababu Tanga maisha kidogo ni rahisi na movement pia ni kidogo, wanafaidika na huduma zetu za dialysis hapa Bombo. Kuna jumla ya mashine 10 ambazo hutumika kwa ajili ya kutoa huduma, na kwa mwezi hospitali hii inahudumia wagonjwa 28, na kwa mwaka wateja 70 hadi 80 hupatiwa huduma hii, ambayo inatajwa kuokoa maisha ya waliokuwa wanahitaji huduma kwenda Dar es Salaam au Kilimanjaro, wakiwemo wanawake wajawazito. Kitengo hiki kina vitengo vingine vidogo vidogo vingi chini yake, kikiwemo kitengo cha kuchuja damu, yani dialysis. Kitengo hiki cha dialysis kilianza mwaka 2019 mwishoni kwenda 2020 kwa ushirikiano kati ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga pamoja na Wizara ya Afya pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na serikali iliona kuna umuhimu mkubwa wa kuanzisha kitengo hiki kwa hapa Tanga, especially kwa hospitali yetu ya rufaa ya hapa Tanga, kwa sababu
Hospitali hii inapokea wagonjwa tofauti tofauti kutoka wilaya zote 8 za mkoa wa Tanga pamoja na baadhi ya wilaya ambazo ziko zinazunguka mkoa wa Tanga. Na wagonjwa hao walikuwa wakifika hapa kwetu ambao walikuwa na changamoto za figo kushindwa kuchuja damu, ambapo sumu ile ilikuwa inabaki kubwa ndani ya mwili. Tulikuwa tunalazimika kuwapa wagonjwa rufaa kwenda either Muhimbili au KCMC. Na rufaa zina changamoto nyingi sana kwa sababu kwanza zinaongeza gharama za matibabu kwa mgonjwa kwenda mpaka Dar es Salaam, lakini pia sio tu kwa mgonjwa na ndugu zake ambao ni usumbufu mkubwa, lakini pia hata kwa serikali pia kumsafirisha mgonjwa mpaka kwenye hospitali nyingine. Kwa hiyo changamoto ilikuwa ni kubwa sana, lakini pia changamoto pia ilikuwa kubwa pia kwa wamama ambao ni wajawazito ambao wamejifungua na wakapata ghafla changamoto ya figo kushindwa kuchuja damu, ambapo walikuwa wanahitaji huduma hii katika njia ya dharura, na hii ilikuwa inalazimika sisi kuwasafirisha wagonjwa hawa kuwapeleka mpaka Muhimbili au KCMC. Kwa hiyo kwa changamoto hizo ilionekana kwamba kuna umuhimu wa kuanzisha kitengo hiki hapa kwetu, na tulianza na wagonjwa 4 katika kitengo chetu, lakini huduma imeendelea kukua na tumekuwa tunahudumia wagonjwa wengi zaidi, na kwa sasa kwa mwaka mmoja tunaweza tukahudumia wagonjwa 70 hadi 80, na wagonjwa sometimes wanapungua, sometimes wanaongezeka kutokana na changamoto kwamba kuna ambao wanapata shida ya ghafla ya figo kushindwa kufanya kuchuja ile sumu. Kwa hao wagonjwa wakifanya session kadhaa, baadaye figo zao zinarudi vizuri, kwa hiyo wale wagonjwa tunawaruhusu, wanakuwa hawaendelee na huduma. Lakini kuna wale ambao figo zao zina changamoto ya kudumu ya kushindwa kuchuja hizi sumu, kwa hao wagonjwa tunaendelea nao na huduma kama kawaida kwa muda wote. Na kwa sasa kwa mfano kama ndani ya mwezi huu tuna jumla wagonjwa 28 ambao wanaendelea kupata huduma katika kitengo chetu. Tulianza na mashine chache, lakini mpaka sasa hivi tuna mashine 10, na katika hizo 8 ndio ambazo zinatumika muda wote, na mashine 2 ziko kama mashine ambazo ni backup, ambapo ikitokea kuna mashine yote kati ya hizi mashine 8 imepata changamoto, then tunatumia hizi mashine nyingine 2 ambazo ziko kwa ajili ya kusaidia ili huduma isisimame. Hapo nyuma pia tulikuwa tunapata changamoto ya wagonjwa ambao wana shida za figo, wanahitaji huduma ya kuchuja damu, lakini tulikuwa hatuna mashine maalum kwa ajili ya wagonjwa ambao walikuwa na maambukizo mengine, kwa mfano wagonjwa ambao wana shida za kwenye homa ya ini, virusi vya homa ya ini. Kwa hiyo tunalazimika tuwape rufaa kwenda Muhimbili ambapo walikuwa na mashine maalum kwa ajili ya wagonjwa hawa, lakini kwa sasa tuna uwezo wa kuwahudumia hawa wagonjwa, na kwa hiyo tumepunguza rufaa kwa asilimia kubwa sana. Almost wagonjwa wote ambao wanahitaji huduma ya kuchuja figo tunawahudumia hapa katika hospitali yetu badala ya kwenda hospitali nyingine. Wagonjwa wanasema maisha yao yamebadilika. Wengine walikuwa wakisafiri mara 2 kwa wiki, lakini sasa wanapata huduma ndani ya mkoa, na hii imewapa nafasi ya kuendelea na kazi, biashara na maisha ya familia bila kukatizwa na safari ndefu. Tumerahisishiwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Afya kupata huduma hizi za kusafisha damu kwenye hospitali yetu ya mkoa wa Bombo hapa. Kwa hiyo imepunguza gharama za kusafiri kwenda KCMC au kwenda Muhimbili au Benjamin Mkapa. Kwa huduma zinapatikana hapa. Tunafurahi, ni huduma nzuri. Kwa kweli huduma nzuri. Tunapata huduma nzuri sana tu. Na tunapata ushirikiano mzuri sana kutokana na madaktari ambao wako hapa. Kwa kweli wote kwa ujumla, timu nzima kwa kweli wanatupa huduma vizuri sana. Na tunashukuru serikali kwa hiki ambacho wametuletea hizo mashine tofauti na nyuma, kutokana na harama za mashine zenyewe na vifaa vyenyewe. Kwa hiyo hii ni huduma zinachuja sumu vizuri. Kwa kweli ni tofauti na sehemu nyingine, lakini tunapata huduma nzuri sana tu. Mwezi uliopita wafanyabiashara wa soko la Mgandini jijini Tanga walifika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo kutoa shukrani kwa uongozi na watumishi wa hospitali baada ya mgonjwa wao alikuwa akisumbuliwa na tatizo la figo kupata huduma bora na kurejea katika hali nzuri ya afya. Naitwa Julisho Aboazi Chaula. Mimi natokea mkoa wa Mbeya.
Tuna kila sababu ya kusema Mungu wetu asante, madaktari asante, kwa sababu kuna juhudi zingine wanafanya ambazo hata sisi wenyewe hatuziwezi kwa akili zetu. Asante, asante. Na hii asante haitoshi, maana mume wangu alikuja yupo vibaya ambavyo tulisema hata neno baya. Tunaomba toba kwa Mungu. Na washukuru wana Bombo, nashukuru kwa huduma yenu. Mimi jina langu ni Rose Mbaga. Nashukuru wauguzi kwa kusaidia mgonjwa wangu. Tulileta mgonjwa alikuwa tabani, lakini sasa hivi kidogo anaendelea vizuri, tunashukuru sana. Madaktari, endeleeni kuwa na umoja huo, msaidie watu, tunawapenda sana. Naitwa Grace Paulo Mdeme kutoka Mgandini sokoni. Tulimleta ndugu yetu hapa ambaye ni mfanyabiashara mwenzetu kutoka Mbeya. Tuko naye Mgandini, hali ilikuwa mbaya sana, lakini tunasema asante kwa juhudi za madaktari, kwa huduma aliyoipata. Ameamka upya na anaendelea vizuri. Tunasema asante sana. Wauguzi wa Bombo walitupokea vizuri. Tulikuwa na mgonjwa ambaye ana hali ngumu, lakini Mungu aliwasaidia watu wa Mungu. Madaktari walipambana mpaka hapa walipofikia, tukaona uwepo wa madaktari. Kwa hiyo tunashukuru kwa kutupokea vizuri. Mgonjwa wetu sasa hivi ana nafuu, anaendelea vizuri. Tumeamua kutoa zawadi ya shukurani ambayo imetoka katika mioyo ya dhati kwa ajili ya wauguzi wa Bombo. Kwa hiyo Mungu awabariki, awaongezee utaalamu zaidi ili watu wanapotoka mbali wapate faraja kupitia kwao. Kwa majina naitwa Asia Sijabaji, ni daktari anayefanya kazi kitengo cha idara ya uchujaji damu. Tarehe 2 mwezi wa 5 tulimpokea mgonjwa anaitwa Majuto Nguvila. Alikuja na homa na ufahamu wake ulikuwa umepungua. Akalazwa idarani kwetu. Baada ya hapo tulivyomreview mgonjwa pale wodini, alionyesha kwamba figo zake zimefeli kwa muda mfupi kwa sababu ya ile malaria kali aliyokuwa ameipata. Baada ya kupita raundi na mabingwa, ikaamriwa kwamba mgonjwa huyu afanyiwe huduma ya kuchuja damu ya dharura kwa sababu figo zake hazifanyi kazi na mkojo ulikuwa hautoki, na uliokuwa umetoka ulikuwa na rangi ya chai. Kaanzishwa emergency dialysis ambayo ni huduma ya kuchuja damu, ambapo kwa hapo mwanzo alikuwepo kwenye oxygen, ufahamu wake ulikuwa hauko vizuri, maana tunasema alikuwa na altered mental status. Alipofanya ile dialysis siku ya session ya kwanza na ya pili, mgonjwa akawa ametoka kwenye oxygen, akawa ameimprove, akawa ameanza kuongea. Kikubwa tunachoshukuru, kila pale hitajika huduma kwa ajili ya mgonjwa huyo, ndugu walikuwa wanaonyesha ushirikiano kwa chochote kilichokuwa kinahitajika kwa ajili ya matibabu ya mgonjwa huyo. Tunashukuru sana kwa ushirikiano wao waliotuonyesha. Huu ni mwanzo tu. Mpango ni kuendelea kuongeza mashine zaidi na kuendelea kuwekeza zaidi kwa wataalamu wa eneo hilo. Kabla hatujaanzisha kitengo chetu hiki cha kuchuja damu, hapo nyuma tulikuwa hatuna wataalamu ambao walikuwa wana uwezo wa kuhudumia hawa wagonjwa pia, lakini kuoperate zile mashine. Kwa hiyo hospitali ikishirikiana na Wizara ya Afya iliweza ku-identify watumishi ambao walienda kupata mafunzo ya muda mfupi na mafunzo ya muda mrefu kwa ajili ya kujifunza namna ya kuhudumia wagonjwa ambao wana changamoto za figo, na hasa kwenye kuwasaidia kuchuja damu na kuoperate zile mashine na kuweza kuhudumia kitengo cha dialysis. Kwa hiyo kwa sasa tunaweza tukasema kwamba kitengo chetu kiko vizuri kabisa, kina wataalamu wa kutosha na pamoja na mashine za kutosha, na bado tunaendelea kuboresha miundombinu, na kwa sasa tuna mipango ya kuweza kuboresha hasa zaidi huduma ya wagonjwa ambao wanapata changamoto ya figo, kwa sababu ni muhimu kuwahudumia hawa wagonjwa kabla hawajaingia katika huduma ya kuchuja damu, kwa sababu huduma ya kuchuja damu ni huduma ya mwisho kabisa. Lakini kabla hawajafika kwenye stage ya kufikia kwenye kuhitaji dialysis, wanahitaji kuwa wanaonwa na kuhudumiwa kwa changamoto zao ili wasiweze kufika kule mwisho. Akizungumza katika uzinduzi wa bodi wa dhamini ya taasisi ya moyo Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam Juni 12 mwaka huu, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali itaendelea kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma ya afya kwa wakati. Sisi katika Wizara ya Afya tunaendelea kumwahidi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa tutaendelea kusimamia kwa uadilifu
weledi na utekelezaji wa maono yake ya kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora, anapata huduma salama na kwa wakati. Ndugu wageni waalikwa, huduma za afya si huduma za kawaida. Afya ndio msingi wa ustawi wa jamii, nguvu kazi ya taifa na maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Taifa lenye wananchi wenye afya ni taifa lenye uwezo wa kuzalisha, ni taifa lenye uwezo wa kushindana na kujenga mustakabali wake kwa uhakika. Ndiyo maana serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan umeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika miundombinu ya afya kote nchini, katika vifaa tiba, katika dawa, teknolojia za kisasa, mafunzo ya wataalamu na huduma za kibingwa bobezi. Huduma ya kuchuja damu sasa ipo karibu na wananchi wa Tanga. Ni ushindi wa maisha, ushindi wa maendeleo na ushindi wa matumaini. Hii ni hadithi ya mabadiliko, hadithi ya huduma bora na hadithi ya kuokoa maisha. Makala hii imeandaliwa na kitengo cha habari na mawasiliano kutoka Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Tanga Bombo. Mimi ni Adam Hando.